want to ask you, nataka nikuulize, even those who ordain women hata wale ambao wanawapaka mafuta to wanawake become bishop, wakawe maaskofu, one question for you. swali moja kwako, Which scripture do you use ni maandiko gani to mnatumia ordain a woman mkapate kuwapaka mafuta to become a wanawake pastor wakawe wachungaji or a bishop? ama kuwa ni askofu? When the Bible says Wakati maandiko a inasema bishop then kwamba naye askofu basi must be a husband of one wife. lazima awe mume wa mke mmoja, A husband, awe mume, meaning should become a man, manake anastahili kuwa mwanamume, not a woman. sio mwanamke. But today Lakini siku ya leo we have askofu, Pastor Judy, hata Pastor Judy, Pastor Anne, hata Pastor Ann pia. and Bishop Nyabura. Which scripture did you use to ordain women? Maandiko gani mlitumia kuwapatia kazi hizo? Because in the whole of the scripture Kwa sababu katika maandiko nzima we have no bishop like a woman. hatuna askofu ambaye ni mwanamke. For God is not the author of confusion, Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, but of peace, bali wa amani, as in all churches of the saints. vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Number one, Cha kwanza, God is a God of order. Mungu ni Mungu wa mpangilio. But today churches is full of disorder. Lakini siku ya leo makanisa yamejaa God, kuchanganyikiwa. Paul say, Paulo anasema as in all churches of the saints, kama vile ilivyo katika makanisa yote ya let watakatifu, your women keep silence wanawake na in wanyamaze the churches. katika makanisa, For it is not permitted them to speak, maana hawana ruhusa ya kunena. but they are commanded to be under obedience, as the law say. By which authority Na kwa mamlaka gani do you allow a woman to teach? tunaruhusu mwanamke By which kufundisha? authority Kwa mamlaka gani do you ordain a woman to become a bishop? This word is above archbishop, neno hili liko juu ya nani? Askofu. is above bishop, Liko juu ya is askofu, above every prophet and every man. iko juu ya kila mtu, hata nabii. This is what the Bible says. Hiki ndicho maandiko And inasema, this is not Paul saying. na hii si Paulo ndiye He anasema. says, Anasema as the law says, kama vile Torati inavyosema, let your women keep silent wake wenu na in wakatulie the churches. katika For makanisa, it is not permitted to them to speak, maana hawajaruhusiwa kunena, but they are commanded to be under obedience, bali watii kama vile also the law says. kama vile Torati inavyosema. Commanded by who? Wanaamrishwa na nani? By as the law says. Kama vile sheria inavyosema. Did Jesus break that protocol? Je, Yesu alivunja sheria hiyo? He have 12 disciples. Alikuwa na wanafunzi They 12. were all men. Wote walikuwa wanaume. Paul did not break that Paulo protocol. naye pia hakuvunja sheria hiyo.